Huyu mrembo anaitwa Vanessa. Hapa anajiandaa ili aende shuleni. Lakini tatizo la wazazi wake ni kwamba huwa hawajali kuhusiana na yeye kabisa. Yaani kuhusiana na maendeleo yake, wanahisi yeye ni mtoto mtukutu na ni mtoto ambaye hapendi shule kabisa. Lakini kuna ukweli mkubwa ambao umejificha kiasi kwamba ukweli ule unamfanya afanye vitu vya ajabu shuleni. Basi ungana na mimi katika picha hii yenye kuitwa Risk Management. Basi Vanessa huyu hapa tayari kashajiandaa ili aende shuleni. Basi anawaaga wazazi wake kwa furaha, lakini anamuuliza baba yake kama ndo atampeleka shuleni au mama yake, na baba yake anakataa. Sasa anamwambia kwamba Margaret atakupeleka. Huyu ni dereva wa wazazi wao, lakini sasa wanataka ampeleke shuleni Vanessa. Lakini Vanessa hampendi kabisa Margaret. Vanessa akauliza, nilijua mmeshamfukuza. Sasa mama akaitikia huku, kwa nini tumfukuze? Ona ni dereva mzuri sana, hafu anakupenda sana. Lakini wazazi kuna kitu hawakijui kuhusiana na Margaret. Margaret anaonyesha anampenda sana Vanessa, lakini huku Vanessa anajua ambacho huga anafanywa sana na Margaret. Basi wazazi walimkatalia hadi kwenda na basi la shule. Yaani Margaret ndiye atakayempeleka tu. Basi Vanessa aliondoka pale akiwa anaonyesha hajapendezwa. Na hapa sasa yuko kwenye gari anaendeshwa na Margaret. Ndio hivyo anapelekwa shuleni. Yeye akanachezea tu simu. Tunamuona Margaret akimwangalia kwa jicho la ajabu kinoma. Mara akasimamisha gari. Akamuuliza unafanya nini? Afu akaanza kurekodi simu. Subiri, hivi unamrekodi huyo kipofu na kumcheka kwa maana gani? Sasa ukweli ni kwamba Vanessa hajafanya hiko kitendo, lakini Margaret ni anamtengenezea tu sini ya ajabu. Vanessa anaanza kujitetea, lakini Margaret ndio hapa amewasha rekoda. Sasa akamnyang'anya mpaka simu yake. Vanessa anauliza Margaret, kwa nini unafanya yote haya kwangu? Unahisi unaweza ukafanya nifukuzwe? Nilishakwambia hawakupendi wazazi wako na wananiamini mimi sana. Ni kitu gani ambacho nimeshawahi kufanya kwako? Unataka kujua ambacho ulifanya? Baba yangu alikuwa anakufa na tulimuomba baba yako atusaidie pesa kidogo tu ili tumsaidie baba yangu kwenye matibabu, lakini baba yako alivyo mshenzi hakutupatia hiyo pesa na baba yangu alifariki, na ndio chanzo cha mimi kuanza kukuendesha wewe nikaacha kabisa shule. Nina ndoto kama wewe. Sasa kumbe Margaret anafanya yote haya kama malipizi ya mzee wake ambavyo hakumsaidia wakati baba yake anaumwa. Sasa Vanessa alikosa cha kuongea, alibaki analia tu, kitu ambacho kinamkosesha raha mpaka huku shuleni. Basi anaingia chooni huku analia kinoma. Hapa kuna mwalimu anakuja. Huyu anaitwa Mr. David. Mr. David anasikia kama kuna kilio huku ndani. Sasa aliyekuwa analia ni Vanessa. Na huku tunakuja darasani. Kuna hao wanafunzi wawili waga ni wakorofi kinoma. Na hili ni kundi la Vanessa. Yaani hawa waga hawacheki na mtu. Basi hapa wamekuta mwanafunzi mwenzie akiwa katika dawati la Vanessa. Basi na Vanessa alikuwepo hapa. Yeye hasira yake ni huyu binti atoke katika dawati lake. Basi ilikuwa ugomvi mkubwa kiasi kwamba huyu mwenzie Vanessa anampiga huyu mwanafunzi mwenzie kofi. Wakati fujo zinaendelea, mwalimu David ndio huyo hapo anaingia. Basi hapa alianza kumfokea Vanessa na wanafunzi wenzie kwa kitendo alichokifanya kwa mwanafunzi mwenzake. Lakini hao waga wanadharau kinoma. Yaani wao hawajali yule ni mwalimu au sio mwalimu. Na Vanessa hii sasa ni tabia yake hapa shuleni. Kumbuka alikuwa mwanafunzi mzuri sana, lakini kuna namna fulani amebadilika kiasi kwamba hadi mwalimu David anashangaa sasa. Sasa wakati mwalimu David anaendelea na kipindi, tunamuona Vanessa akiwa anamtazama kwa mahaba sana. Ni kama anaonyesha anampenda sana mwalimu David na rafiki zake wameshajua. Basi Vanessa amedata kishenzi kwa teacher David. Sasa hawa waliambiwa baki shuleni kutokana na alichokifanya kwa mwanafunzi mwenzie. Walianza kumlaumu Vanessa kwa ambavyo amewaingiza kwenye matatizo. Basi walimlaumu kinoma kiasi kwamba wakaamua kumwacha pale peke yake amsubiri mwalimu. Sasa mwalimu David anakuja kuingia hapa. Vanessa ndiye anataka kutoka. Alishtuka kinoma kumuona teacher David. Vanessa anaulizwa kuhusiana na wengine wako wapi, akaanza tu kuwatetea kwamba hawajaweza kufika. Sasa mwalimu anamuuliza, kwa nini unasema hawajaweza kufika? Vanessa akasema kwamba walikuwa na vitu vingi vya kufanya, lakini pia niliyetenda kosa ni mimi. Sasa ukweli ni kwamba Vanessa huaga anawalindia sana makosa rafiki zake. Yaani yuko radhi apate adhabu yeye, wale wenzio wasipate. Basi mwalimu akamwahidi Vanessa kwamba akimjibu maswali yake hataweza kuwaita wazazi wake ili kuambia kilichotokea shuleni. Vanessa akakubali, lakini wakati anaendelea kusita, teacher David akamwambia kwamba yeye hatamuuliza kuhusiana na asubuhi alikuwa analia nini. Ni kitu ambacho kabisa Vanessa anajua kabisa hataweza kujibu. Sasa Vanessa akakubali. Vanessa anaulizwa maswali lakini hakuweza kujibu yote. Kilichofuata ni mwalimu alimwambia anataka mpe adhabu ya kuandika ese. Akimaliza ese basi anaweza akaenda nyumbani. Vanessa hakuamini alichomwambia mwalimu. Akamuuliza, "Kwa nikimaliza nitaondoka?" Ndiyo. Vanessa alitabasamu kwa tabasamu nzuri sana kiasi kwamba mwalimu akaona aibu na kuanza kumwandalia mazingira ya kufanya ile ese. Vanessa ni kweli anafanya pa ese. Teacher David anakuja kumwangalia kama amemaliza. Basi Vanessa akili yake akakimbia mbali sana. Yeye hapa alipo anamwaza teacher David kimahaba. Sasa anamuuliza kama amemaliza, lakini Vanessa anasema bado hajamaliza. Kwa muda aliyompa anajua kabisa Vanessa atakuwa amemaliza. Basi mwalimu ilibidi amuulize, "Vanessa, najua umeshamaliza. Hautaki kwenda nyumbani?" Sasa Vanessa akajibu, "Hapana, sihitaji kwenda nyumbani." Kitu ambacho teacher David alishangaa. Sasa teacher David anajaribu kumuuliza maswali tena mengine. Vanessa anaona aibu kujibu, inabidi aseme amemaliza ili aweze kuondoka. Basi akamsha zake. Teacher David sasa amesahihisha ese ambayo alikuwa amempa Vanessa. Anachokuja kushangaa ni matokeo yake. Yaani amefanya vizuri kishenzi ambavyo teacher David hajaweza kuamini. Yaani kiasi kwamba mpaka anamuonyesha mpenzi wake, anamwambia kwamba haamini. Yaani majibu yaliyoandikwa hapa ni kama ya AI. Ni kitu ambacho alikuwa hawezi kukitegemea kwa Vanessa, kwamba angeweza kufanya vizuri hivi. Na haya matokeo yanaanza kumuwazisha kwamba kuna kitu ambacho kinaweza kaa kinaendelea kati ya Vanessa na familia yake. Basi anajaribu kujadiliana hapa na mchumba wake hiyo tabia za Vanessa na matokeo aliyopata katika hii ese. Kwani Vanessa mitihani mingine amekuwa akifeli kinoma. Sasa hapa alimuita Vanessa ofisini ili aje kuchukua matokeo yake.
Vanessa mwenyewe alishangaa alichokipata. Basi anamuuliza Teacher David kama ni sawa, na Teacher David akamwambia ni kweli, umefanya vizuri mpaka umenishangaza mimi pia. Sasa katika maongezi yao yakaya yanaonyesha kwamba huyu mtoto amempenda sana Teacher David, lakini Teacher David bado hajagundua hilo hata. Basi akamsogelea na kuanza kumuuliza swali moja, inakuwaje hapa amefaulu na darasani amekuwa akiwa na feli sana? Vanessa baada ya kuulizwa hilo swali anajua kabisa hawezi toa sababu, ni kama alitaka kuondoka hivi, lakini Teacher David alimzuia na kumsihi kama kuna tatizo lolote ni vizuri aongee na wazazi wake. Lakini Vanessa akasema hapana, hakuna chochote wala hakuna sababu yoyote, lakini pia hawajali kuhusiana na mimi, hakuna anayejali. Hey, usiseme hivyo, mimi najali kuhusu wewe. Basi Vanessa akatabasamu na kuanza kuuliza, kweli unajali? Ndiyo. Basi hili swala linamfurahisha sana Vanessa na nitafanya vizuri. Basi Vanessa kalivyoondoka, kaliondoka na furaha kinoma. Huyu mwalimu pembeni akasema kuwa makini Teacher David, huyu mwanafunzi ameshakupenda, mkumbushe wewe ni nani. Nini? Basi David aliuliza anachokimaanisha mwalimu mwenzie, afu akapotezea. Vanessa hapa anatoka shuleni, basi yuko natazama maksi zake katika ile pepa, na huku Margaret akiwa anamwangalia sana. Uko unafanya nini? Leta hiyo. Vanessa akaficha. Nimesema leta. Basi Vanessa huoga na muogopa sana Margaret, ilibidi ampatie. Yaani umepata A. Margaret kuona matokeo yake ilibidi asimamishe mpaka gari. Unawezaje kufaulu hivi? Sasa ni kwamba Margaret alishamkataza Vanessa asije akapata maksi kubwa kabisa, yaani afanye vyovyote vile ila afeli. Sasa hili ni kosa ambalo amelifanya yeye kufaulu. Sasa Vanessa huoga na muogopa sana Margaret, akamwambia mimi nitafanya chochote, naomba unisamee, nitaendelea tena kufeli. Margaret akamwambia sawa, lakini hakikisha haufaulu tena, na hii karatasi usiwaonyeshe wazazi wako. Sawa, nitafanya hivyo. Basi Vanessa haya ndiyo maisha yake ya kuteswa sana na Margaret, na anashindwa kuambia wazazi wake kwa sababu hawamwamini, wanamwamini sana Margaret. Sasa leo Teacher David ameamua kuingia kwao na Vanessa, yaani yeye ni mpaka afuatilie tatizo ni nini. Sasa wakati anakutana na Vanessa anatetemeka kishenzi, anajua Teacher David amekuja kumsema kwa wazazi wake. Basi akamwambia mwalimu, natakiwa kuondoka kwa sababu sijafanya kosa lolote. Sasa wakati Vanessa anamfukuza Teacher David, wazazi wake ndio hao wakatokea. Basi ilibidi wamtuliza Vanessa na kukaa na mwalimu. Kumbe alikuwa tayari kashawasiliana nao kwamba anataka kuonana nao. Sasa swali wanalomuuliza ni kwamba amekuja kuzungumza na sisi nini? Mtoto wetu amefanya nini tena? Sasa hao wanajua Vanessa tu atakuwa ametenda kosa. Sasa mwalimu ilibidi aanze kuelezea kwamba hajatenda kosa lolote, na msio mnawaza muda wote kwamba yeye huaga anatenda kosa. Hapana, ndivyo alivyo. Kumbuka wazazi wa Vanessa huaga hawaamini kabisa Vanessa kama ametulia shuleni. Basi walianza kusema, usipindishe maneno, wewe tuambie tu amefanya kosa gani, kwa sababu tunajua tu atakuwa amefanya kitu cha ajabu. Sasa akawaambia wazazi wake kwamba Vanessa amekuwa mwanafunzi mzuri sana, lakini kila kitu kilibadilika hivi karibuni tu ambapo alianza kuingia kwenye darasa letu. Imefikia hatua kila mwalimu amehitaji kabisa darasani kwake. Hivi unamaanisha sisi hatumlei vizuri au maana yako ni nini kutuambia yote haya? Sisi tunajua ni mtundu na unajua ni watoto wa vijana hawa, unawajua tabia zao. Hapana, simaanishi hilo. Ninachomaanisha nyie ni wazazi, mnatakiwa mumsikilize mtoto wenu. Kutakuwa na tatizo ambalo linaendelea, ila labda pengine hamtaki kumsikiliza. Sasa naona umeanza kutuletea dharau, maana yake unatufundisha jinsi ya kumlea mtoto. Hapana, nazungumza hivyo kwa sababu kuna siku asubuhi nimemkuta akilia bafuni, na ilikuwa ni asubuhi tu baada ya kushuka kutoka kwenye gari. Inatakiwa mumuulize tatizo gani lililopo mpaka sasa amebadilika. Sasa hao wazazi wao hawataki kuelewa chochote, wanachojua mwanao ni mkorofi tu. Sasa baada ya wazazi kufikiria, walichofikiria tu ni kwamba Vanessa anamkataa dereva wake, na kitu ambacho hawataki amkatae kwa sababu wanaamini Vanessa anamkataa dereva wake kwa tabia zake mbovu, na dereva wake Margaret huaga anampenda sana kama mtoto wake tu, na hiko ndicho kinamfanya wao wapishane. Sasa Teacher David alichojaribu ni kuwashauri tena wazazi, lakini hao wazazi ni wabishi kinoma, hasa mama huyu ndio hataki kabisa kusikia Teacher David akiendelea kuongea. Walichokifanya ni kumfukuza tu pale. Sasa Teacher David aliwaachia matokeo ya Vanessa katika ile ese. Basi wazee wakaanza kuona shangaa, haya matokeo ameyapataje Vanessa? Ilibidi Vanessa aitwe. Basi mzee anaangalia ile matokeo akiwa na tabasamu kinoma, wala hata haamini. Walichokifanya ni kumuuliza Vanessa kama hakutumia simu. Sasa anachokuja kukijibu Vanessa anasema kwamba siku hiyo hakwenda shuleni na simu. Kumuuliza kwa nini, ni kwamba Margaret alimnyang'anya ile simu kwenda nayo. Sasa hao akawa anashangaa kwa nini Margaret amnyang'anye. Basi ilibidi Margaret aitwe. Sasa Margaret anaulizwa kwa nini amemnyang'anya mtoto kwenda shule na simu, akaanza kujitetea kwamba ni kwa sababu ya vitu ambavyo aliyofanya wakati tunaenda shuleni. Akaulizwa kitu gani? Sasa Margaret akaanza kuelezea kwamba tulimuona ombaomba ambaye ni kipofu. Sasa akawa na mrekodi anacheka kweli yani. Vanessa alikataa, lakini wazazi wakaanza tena kumfokea Vanessa ili waendelee kumsikiliza Margaret. Lakini ukweli ni kwamba Margaret anadanganya. Vanessa kujitetea ndio hivyo hawezi. Kumbuka Margaret alirekodi sound kuigiza lile tukio. Basi anawasikilizisha. Kuwasikilizisha Vanessa akauliza, "Sasa kama kweli nimefanya, kulikuwa kuna maana gani ya kurekodi?" Mama akasema, "Tulia." Basi baba akafikiria na akasema, "Kweli huyu ana point. Eti kuko kuna maana gani ya wewe kurekodi? Si ungemkanya tu alafu na kuondoka?" Akasema, "Hapana, mimi nijua atanikatalia mbele yenu kwa sababu ya uongo wake. Si unajua watoto." Sasa wazazi woga wanamwamini sana Margaret. Ilibidi wamwamini na Vanessa akaonekana ni kwamba alikosea. Basi mama akamfukuza pale. Sasa mzee alikana kufikiria usiku huu. Akana kumbuka maneno ya Teacher David kumwambia kwamba siku zote anapaswa kumwamini mtoto kwanza. Basi ilivyofika hapa asubuhi
ilibidi amuite Margaret. Sasa akakaa na Margaret anajioshea ujiko kinoma. Mzee akamwambia asante sana kwa kumlea kijana wangu, isitoshe unamlea tu kama mtoto wako, na pole kwa wakati ambao huaga na kukosea. Basi Margaret anafurahi kweli, anaona tayari amewini. Sasa mzee akamwambia kitu kimoja, nahitaji uje ufanye kazi benki, uwe kama benka wangu. Sasa hapa Margaret ndio mipango yake inaenda kuharibika, kwa sababu yeye nia yake ni kulipiza kisasi, na anaweza kulipiza kisasi ni hapa tu nyumbani. Basi aliomba akasema kwamba naomba nifanye tu kazi hapa, kwa sababu hapa nahisi ni kama tu nyumbani, mimi mambo ya benki wapi na wapi, sikuweza kumaliza shule. Mzee akasema hamna shida, wewe chukua vitu vyako, andaa CV yako yote, sasa uende ukafanye kazi benki na mimi. Huoni kama kuna sifa kufanya kazi benki? Hata ukimwambia mwanaume unafanya kazi benki, basi thamani yako inakuwa, kuliko kumwambia wewe ni dereva tena kwa anko wako. Kwa hiyo mimi nataka thamani yako ipande. Lakini lengo la mzee kumpa kitengo kingine huyu ni kuona matokeo. Je, yatabadilika? Mtoto wao atabadilika au inakuwaje? Sasa Margaret hakuwa na namna, ilibidi yakubali. Sasa anaacha kazi ya udereva na anaenda kufanya kazi benki. Huko shuleni Vanessa sasa amekuja na furaha kinoma. Alimuona Teacher David na kumuita na kufika na mkumbatia kishenzi. Hakuweza kujali kama kuna wanafunzi wengi pale utaona kile kitendo. Hii yote ni kwa sababu anaamini Teacher David amemsaidia. Leo anakuja shule bila kubebwa na Margaret. Sasa anaanza kuona uhuru. Basi alifurahi kinoma akiwa anamshukuru mwalimu na kumkumbatia kinoma. Mwalimu anajitahidi kumtoa na kumkataza asifanye vile, lakini Vanessa ndio kwanza haelewi. Sasa wanafunzi wenzie wale mashosti wa Vanessa wanamuona Vanessa akiwa anamkumbatia mwalimu wake. Basi wanajua hapa ndio penzi labda limeanza. Mwalimu baada ya kumalizana na Vanessa alienda kwa mashoga zake akaanza kutamba. Basi na wao walimfurahia kishenzi Vanessa. Sasa wote hawa akili yao ni moja tu. Wanachokiwaza Vanessa na wao ndio wanataka wapite humo. Sasa Vanessa ana furaha kinoma akiwa huko nyumbani, anajiandaa kwenda shule, anajiandaa kinoma yani. Sasa hivi amekuwa akitamani hata asubuhi ifike ili aende shuleni. Basi ukutani kabandika picha za mwalimu kishenzi za kutosha yani. Sasa Vanessa amekuwa mwanafunzi ambaye anaweza kujibu maswali na walimu wameanza kumshangaa jinsi alivyobadilika. Sasa haya yote, mabadiliko yote yamesababishwa na Teacher David. Na akikaaga darasani waga na muanza tu Teacher David. Wakati Teacher David anarudi ofisini, anakuta katika meza yake kuna zawadi. Sasa aliyeleta zawadi hamjui. Anajaribu kuuliza walimu wenzie, lakini wote hakuna anayempa jibu zuri. Sasa hiki kitu kinamchanganya kinoma na baki anawaza kinoma. Nani aliyeleta ile zawadi? Sasa anatoka nayo huku hii zawadi. Vanessa yuko huko anamsubiri. Sasa kukutana na Vanessa, anajaribu kumsalimia na Vanessa anamuuliza swali, "Vipi umeipenda?" Wakati anatabasamu kishenzi. Kuipenda nini? Zawadi of course. Zawadi? Manake wewe ndio uliniletea zawadi? Ndiyo, ni mimi. Sikia, haukupaswa kufanya hivyo. Halafu mimi ni mwalimu wako tu. Usio unaninunulia vizawadi tena vizawadi vya gharama hivi. Wewe ni mwanafunzi. Hapana mwalimu, nimefanya hivyo kwa sababu ya kukushukuru. Mimi nimetenda kazi yangu. Sio lazima unipe hizo zawadi. Sipendi na usirudie tena. Basi akamrudishia zawadi yake na akaamua kuondoka. Vanessa alibaki na mawazo kinoma yani. Licha ya kukataliwa Vanessa bado anapeleka mpaka pesa. Anaweka chini ya laptop. Mwalimu, Teacher David anashikwa na hasira kinoma kukuta ile pesa. Hapa tena anakutana na Vanessa. Mwendo ni ule ule wa kumkazia Vanessa. Anamwambia kwamba yeye hawezi kubali chochote kutoka kwake. Sasa Vanessa ikabidi aanze kumdanganya kwamba mama yake ndiye aliyempa zawadi. Basi mwalimu akasema sawa, ngoja nitampigia ili nimshukuru. Hapana, usimpigie mwalimu. Mimi ndio niliyekupa. Vanessa, nisikilize. Najua unataka kunionyesha kwamba unashukuru, lakini mimi ni mwalimu wako. Siwezi nikachukua kitu chochote kutoka kwako. Kitu ambacho nahitaji ni wewe ufanikiwe kama mwalimu wako tu. Lakini unanipenda? Vanessa, nakupenda kama anavyowapenda wanafunzi wenzio. Ni hilo tu. Baada ya kukataliwa hapa Vanessa basi alitoka hapa analia kinoma. Huku nyumbani anajiuliza maswali mengi. Kwa nini mwalimu hampendi? Na kila mtu yeye anamuona ni mzuri. Kwa nini yeye mwalimu haoni kama yeye ni mzuri? Yuko na rafiki zake hapa wanashauriana kinoma. Sasa nafikia hatua wanashauriana kwamba mtumie message mwalimu. Basi ilibidi amtumie message. Sasa alivyomtumia message, Teacher David yuko huku nyumbani anapiga kazi. Anashangaa kuona message. Ile message ndugu yangu, makopa ni kibao na kumwambia kwamba anampenda. Kitu ambacho anamuonyesha mpenzi wake na mpenzi wake anaanza kumshauri, kumwambia kwamba huyu mwanafunzi anakofika ni mbali. Unapaswa kumkanya, tena ikiwezekana mshirikishe mwalimu wa kike ili aweze kwenda kuzungumza naye. Lakini Mr. David akakataa. Akasema kwamba naona ni kama nitakuwa namdhalilisha. Acha tu nitadili naye mimi mwenyewe kwanza. Vanessa huko usiku hapati usingizi kabisa. Yeye kichwa chake kinamwaza Teacher David, yani haelewi asikii. Sasa hii ni siku nyingine shuleni. Teacher anajaribu kumwambia Vanessa ajaribu kufocus na masomo yake kwa sababu mitihani ipo karibuni. Lakini Vanessa ndio kwanza anatoa machozi tu. Yani yeye anachotaka tu ni upendo kutoka kwa mwalimu wake. Sasa hapa anamuuliza mpaka namba yake ameitoa wapi. Vanessa amenuna kishenzi. Alichoamuoni kuondoka zake pale akiwa amenuna. Hii ni siku ambayo ilikuwa ni siku ya majonzi sana. Sasa Vanessa huku shuleni darasani ilifikia hatua mpaka mwalimu hawezi kabisa
kumchagua ajibu swali hata kama amenyosha mkono vipi. Sasa mwalimu ameuliza swali, lakini Vanessa muda wote amenyosha mkono, ila hachaguliwi kabisa yeye kujibu, na anaowachagua ni watu hata ambao hawajanyosha mkono. Basi Vanessa akawaza kinoma, yani ni kwa nini mwalimu sasa amefanya kama amuoni, huku akirudi nyumbani ni vilio kishenzi. Yani inafikia hatua mpaka anaanza kubandua zile picha alizozibandika ukutani za mwalimu David, lakini wakati anaanza kuzibandua yuko analia chini. Akaanza kupata mawazo, au mwalimu David anampenda ila hataki watu wajue, pengine anampenda sana ila ambacho hataki ni watu kujua kama wao wana date. Sasa akaanza kuwaza mpango mpya, huku kwa mwalimu David anabishiwa mlango, anaenda kufungua, anamuona Vanessa. Sasa ilibidi amuulize ni nini amekifata na imekuwaje, amepajuaje pale kwake. Sasa wakati Vanessa anaendelea kutaka kuongea, kuna mtu huko anasikika anasema baby, ni nani huyo? Sasa alivyoshuka chini, Vanessa anapigwa na butwaa, inabidi aulize huyu ni nani tena. Sasa mchizi akamtambulisha kwamba huyu ni mpenzi wangu. Kwanza wakarambana busu pale, basi hii kitu ilimuumiza sana. Sasa ilibidi wamkaribishe wote, wakamwambia kaa hapo, karibu sana ukae. Sasa hili swala lilimuumiza sana Vanessa mpaka hakuweza kukaa pale na akaamua kuondoka zake. Hii siku alilia kishenzi, huku nyumbani analia vibaya mno. Mama yake anamuuliza kimemkuta nini mpaka analia vyote hivyo, lakini Vanessa hamjibu mama yake chochote, anaamua kuingia zake chumbani. Basi Vanessa ana mawazo kishenzi, kwa nini Teacher David anamkataa? Anakula hapa ila roho yake iko kwa Teacher David tu. Kilichomuumiza zaidi ni kwamba kukuta Teacher David ana mtu wake, na leo shuleni huku Vanessa hajaweza kufika shuleni. Sasa Teacher David ameingia darasani, akaona kiti cha Vanessa kipo wazi. Sasa ikabidi aulize wanafunzi, Vanessa yuko wapi? Kila mmoja akasema leo hajafika. Basi siku inayofuata Vanessa anakuja hapa shuleni, anakutana na rafiki zake, wanashangilia kinoma kumuona Vanessa, lakini walivyoshangaa walishangaa sketi yake kukatwa, yani imekuwa fupi kishenzi. Wanamuuliza, lakini wanamsifia ameonekana vizuri sana kiasi kwamba Teacher David anaweza akamtamani, lakini pia wakampa taarifa ya kwamba Teacher David alikuwa anakuulizia sana, kitu ambacho kinamfurahisha Vanessa kuona kwamba kipindi hayupo Teacher David alimuulizia, basi ni kwamba kumbe anamuwaza. Sasa walipanga namna Teacher David aje kumuona. Sasa wanamsubiri kwenye kona hapa, lakini Teacher David ndio kwanza ana mpango wa kupita pale, yuko huku na madam fulani hivyo anazungumza. Sasa Teacher David yuko busy na huyu mwalimu, mara ghafla anashangaa rafiki yake Vanessa, ya huyu ni Kenzi, anakuja speed, yuko analalamika Teacher David, Vanessa amefanya nini? Vanessa ameanguka chini. Basi Teacher David ilibidi akimbie kwenda kumwahi Vanessa kuangalia ni nini. Sasa Vanessa amelala, wakati Teacher David amepanic. Ili kumsaidia wao wakaanza kucheka, wakaanza kusema ni prank. Sasa Vanessa akainuka, basi akaanza kumbana mwalimu kimahaba kinoma, akamwambia unaona, wewe unanijali, unanipenda, ni bora tu useme. Sasa mwalimu akaanza kumaindi, kwa nini unafanya utoto ule? Kwa nini anamfanyia prank mwalimu? Na kwa nini anaanza kumsogelea vile? Lakini Vanessa ndo kwanza hata haelewi, kiasi kwamba mwalimu anakosa aongee nini. Lakini kuna mwamba mmoja huku akasikia, akaanza kuwarekodi. Sasa anawarekodi, Vanessa yuko naendelea kumshawishi mwalimu ili aweze kukubali. Sasa hao wenzie Vanessa wakamuona ule mwanafunzi wakiwa na rekodi, wakamfokea kinoma. Yule mwanafunzi alikimbia, lakini kumbuka tayari kashawarekodi. Basi mwalimu alivyoondoka hapa, hao wakaona misheni yao waliopanga imetiki, basi walifurahi kinoma. Sasa hili tukio linamfanya Teacher David aanze kuwaza kinoma kwamba huu sasa Vanessa amefika mbali. Leo shuleni wakati akina Vanessa wapo darasani, kuna kundi moja lilikuwa kama linaangalia video hivi. Sasa Vanessa ilibidi aulize, "Ni nini iko mnaangalia?" Sasa hao ilibidi wamuelekeze. Wamesogea hivi, huyu mwenzie akagundua ni video ambao ile walirekodiwa. Sasa ilibidi wachukue simu na kugundua kwamba ile video tayari imepostiwa kwenye grupu la shule. Sasa wakaanza kumind, wakamind huyo jamaa afute, lakini kumbuka tayari wanafunzi wote wanayo. Lakini Vanessa hakuonyesha wasiwasi, yeye alichokionyesha ni kwamba amefurahi. Kila mmoja sasa anajua yeye na mwalimu wana date. Basi alitamba darasani pale, lakini wanafunzi wenzie ilibidi waanze kutoka kumzomea. Sasa video ni kwamba ilishafika mpaka kwa walimu. Kilichofanyika ni bodi ya shule kukaa kumuhoji Teacher David. Basi kila mmoja alimind, aliulizwa maswali, kwa nini ana mahusiano na mwanafunzi. Teacher David alijitetea akasema hapana, ile ilikuwa ni prank. Kwani mwanafunzi anaweza kumfanyia mwalimu prank, kumkalia vile? Sasa kila mmoja anamuhoji Teacher David, amebanwa kinoma. Sasa ilibidi aanze tu kuelezea. Akasema ukweli ni kwamba yule mwanafunzi alikuwa ananihitaji kitambo, alikuwa ananipenda sana, na mimi nimekuwa nikimkataa. Nimekataa zawadi zake nyingi. Umekataa zawadi zake mara ngapi? Mara nyingi tu. Ulimwambia mzazi wake? Hapana. Kuna mwalimu yoyote ambaye ulikuwa umeshawahi kumshirikisha ili hata azungumze naye? Hapana, sikufanya hivyo, na nilikuwa nataka nifanye hivyo leo. Ufanye hivyo leo? Yaani maana yake umeshaona video imevuja na ndio unataka kujilinda hivyo? Haiwezekani. Sasa bodi ya shule haikuweza kumwamini, na hapa maamuzi ya bodi yaliamua kwamba sasa mwalimu David anasimamishwa kazi mpaka uchunguzi utakapofanyika. Mmoja wa wanafunzi alikuja huku darasani na kutoa taarifa kwamba Teacher David sasa amesimamishwa. Darasa huaga linampenda sana Teacher David. Basi walilalamika kinoma na kumind sana Vanessa kwa aliyoyafanya kwa Teacher David, lakini ukimwangalia Vanessa yeye hawazi wala nini. Sasa baada ya muda Vanessa naye alikuja kuitwa. Sasa amekuja huku kwenye kikao cha bodi, naye wanamuuliza maswali, Teacher David anaweza akamuelezeaje? Sasa Vanessa yeye anatabasamu tu, anasema yule alikuwa ni mwalimu mzuri sana na kila mwanafunzi anampenda. Vipi? Tuambie una mahusiano gani na Teacher David? Vanessa akajibu kwamba yeye ni boyfriend wake. Na mmeanza lini? Ni muda tu na tunapendana. Sasa Vanessa yeye yuko tayari, shule
nzima ijue kama ana mahusiano na Teacher David, asijue kama anamharibia sana Teacher David. Sasa wakati anatoka huko katika kikao, rafiki zake huko wanamsubiri ili awaambie kilichojiri. Sasa yeye akawajibu tu kwamba wameniuliza swali la kwamba na mahusiano gani na Teacher David, na mimi nimewajibu ni mpenzi wangu. Sasa wenzio wameshaanza kupata wasiwasi kwamba yeye anamharibia Teacher David. Basi walimuuliza kwa nini amefanya vile, akamwambia ndio, adhabu yake ikiisha watu watajua kabisa mimi na date naye, na hii itamfanya tuendelee mimi na yeye kudate. Sasa yeye Vanessa ana confidence kabisa ya kusema kwamba ana date na mwalimu, kitu ambacho sio kweli. Sasa Vanessa amerudi huku nyumbani, wazazi wake tayari washapata taarifa kwamba mwanae ana date na mwalimu. Basi walimind kishenzi, lakini bado nguvu ya kusema yeye ndio ana date naye na anampenda sana ni kubwa kinoma. Basi mama alifoka kinoma, akamwambia yani kumbe yule mwalimu alikuja hapa kukutetea eti tumsikilize, kumbe anakuwinda wewe. Yani watu ni wabaya dunia hii. Huyu ni mama analalamika na mzee, yani hawaamini kabisa kama yule mwalimu aliyekuja kujifanya hapa ni mwema kuhusu mtoto wao ndiye anaweza akafanya hivi. Sasa wazazi wanaendelea kufoka. Vanessa ilibidi aondoke zake na kuambia mimi atanioa tu yule. Bana issue imeshakuwa ngumu sasa. Basi leo Teacher David alikuja tena kwa mwalimu mkuu kumuomba samahani, lakini mwalimu mkuu akasema tayari tushathibitisha kweli una mahusiano na mwanafunzi. Hapo hakutakuwa na msamaha wote, na ndio tayari kazi umeachishwa. Hakuna lolote ambalo linaweza likaendelea kwamba usamehewe. Sasa wakati huku Teacher David anaomba samahani, huku kuna mwalimu mwingine darasani. Vanessa anatakiwa kujibu swali. Teacher David aliingia tu ghafla pale darasani, kila mtu alishangaa. Basi alianza kuongea maneno ya kusikitisha sana, akimsema Vanessa, hivi Vanessa nimekukosea nini mimi? Nilijali ufaulu wako, nilijali uendelee, nilijali uwe na maendeleo mazuri, lakini haya ndiyo ya kunilipa. Sasa Vanessa haya maneno anazidi kumchoma, anajaribu kutaka kuongea, lakini Teacher David ana hasira kinoma. Aliongea maneno ambayo alimuumiza Vanessa mpaka akajisikia vibaya, afu Teacher David akaondoka. Mwalimu ilibidi amfuate, lakini wanafunzi sasa wenzie ilibidi waanze kumsakama Vanessa na kumwambia tulikuambia, unachokifanya ni unakuja kuharibu. Hapana, sikutegemea kama itafika huku, lakini tayari imeshafika. Kila mmoja alimlaumu. Sasa Vanessa ilibidi leo aende kuzungumza ukweli kwa baba yake. Na kuambieni ukweli, hajawahi kuwa mpenzi wangu, ila nilifanya vile kwa sababu mimi nampenda, na ni kwa sababu yeye ndiyo peke yake alikuwa ananikea na alikuwa ananisikiliza. Kwa hiyo sisi tulikuwa tukujali, sio zamani tena, muda ambao Margaret alikuwepo hapa nyumbani mlikuwa kabisa hamwezi mkanisikiliza. Nimeongea na nyie mara nyingi sana, lakini hakuna hata siku moja mlipowahi kunisikiliza. Margaret alikuwa akinifanyia vitendo vya kinyama. Margaret ndiye akufanyia vitendo vya kinyama wewe? Inawezekanaje? Kwa sababu alikuwa na hasira na aliniambia yeye ameacha shule kwa sababu yenu. Alikuja kuomba msaada, mzazi wake anaumwa, nyie mkamnyima pesa, na ndio kitu ambacho kinafanya anifanyie vitu vya ajabu. Na alikuwa ananiambia nisifaulu, yani shuleni niwe mtukutu, na hii yote nilikuwa nafanya kwa sababu yake, na nilikuwa nikiwaambia mnanikataza. Sasa wazazi hapa ndio walianza kuumiza kichwa. Kumbuka hawakuwahi kumsikiliza kabisa. Sasa huku moto ukamwakia Margaret, siri yake sasa imevuja, na hao wazazi walimwambia sio kwamba hatukutaka kumsaidia mzazi wako, ila ni kwamba tulikuwa tuna kesi ambayo ilikuwa inatufilisi, tulikuwa hatuna pesa yoyote kwenye akaunti, na baba yako alifahamu hilo, lakini unakuja kutulipa hiki, sisi tunakusaidia upate hata pesa. Sasa Margaret aliomba sana samahani, lakini mzee alimwambia na kuomba kwangu usije ukakanyaga, sitakufukuza kazi, ni kwamba nakusaidia tu, lakini kwangu usije ukakanyaga. Na huku shuleni Vanessa na wenzie ilibidi waje wazungumze ukweli mbele ya mwalimu, na ikiwa tayari Teacher David ameshaitwa, basi mwalimu mkuu alimuomba samahani sana Teacher David kwa yote ambayo walifanya kuamua bila kuchunguza sana. Sasa na hawa ilibidi wapewe suspension ili waende wakapumzike. Waliomba samahani sana, lakini hakuna msamaha ambao walipewa. Sasa Teacher David anaendelea na majukumu yake sasa, na picha yetu inaisha. Teacher David amekutana na Vanessa. Vanessa alimsimamisha Teacher David na kumuomba samahani kwa yote aliyotokea, lakini Teacher David hakuwa na kinyongo, akamtakia mtihani mwema wa mwisho. Na hapa ndo picha yetu inaisha, Vanessa akifurahi na kumwahidi Teacher David kwamba atafanya vizuri. Basi kama kawaida, leo nimewaletea movie za Kinigeria, anzeni kuenjoy wanangu.